Anasema hivyo kwa sababu anaipenda. Na hapa ukisafirigi na nyie wengine wamo wakisafiri wanavaa, unajua niko safari. Hivi safari unaenda umetanua miguu? Wadanganya wajinga. Ati kuna mtu anayesafiri yuko hivi. Yaani ujuaji. Mimi nikawaambia hata kama sio dhambi, ukivaa suruali mwanamke ukamwakilisha Mungu, unapunguza sifa, unapunguza ile neema, unapunguza ile namna ya wewe kuitwa tu mtu wa Mungu, hata kama sio dhambi, kwa sababu sio maadili. Yaani sasa hivi unachokataza ndio wanachokifanya. Kwani nyinyi hamuoni? Yaani hali ya kanisa ni ile ile. Hata akizaliwa mchungaji, anakuwa mchungaji ni fake tu. Baba Usikovu juzi nilikuwa naongea na sasa mchungaji mwenyewe hatoi zaka. Amedhaliwa kutoka kwenye uchungaji. Mpaka inafika maeneo mtu atakuwa mchungaji hajui kutoa zaka. Sisi hatukukua hivyo. Ukitoka umetoka, ni mtu super. Sasa mimi nimejiuliza sana. Wakati najiuliza, nikahudhuria kongamano fulani, kiongozi wetu wa dini wa AGT akawa anahubiri. Akawa anajiuliza hivi tena na yeye. Nasema jamani, mbona kanisa halibadiliki? Nikajua hata kwake hawabadiliki huyu. Navyoongea hivi, mimi ni mchungaji na miaka 20. Ndani ya miaka 5 nilikuwa nadhalisha watu. Mimi nimedhalisha watu ukisimama naye hivi. Sio watu wa kawaida. Nina miaka 20. Hapa katikati unahubiri tena na mafunuo ndio imeongezeka. Mtu ndio anazidi kuwa mwizi sasa. Sasa nilipoona kiongozi yule anasema kwa nini watu hawabadiliki sasa hivi? Mama, hili ndio wimbi tulilonalo. Yaani hatuwapati watu ambao wanasikiliza neno lile la kubadilisha. Yaani unamuona yule wa mwaka jana ni huyo. Uongo wake ni ule, tatizo lake ni lile, maisha yake ni yale. Kwa hiyo hakuna kinachotokea ndani yake. Sasa unabaki unajiwaza, ni lazima tumuone Mungu anaishi mikamoni. Haleluya. Kwa wapi? Lazima tumuone Mungu. Ninasumbuka sana. Ukikaa na watu 80% wanaongea mwili. Sisi hatukulelewa hivyo. Mimi niliwaambia, tulikuwa sehemu fulani, mimi ni mchungaji wa tofauti na sitaki kufananishwa. Sitaki. Tuliwaona, nione mimi tena kwa tuna nyingine. Maisha ya kiroho, ukitaka kuishi rohoni, ukitaka kuishi na neno la Mungu, ni lazima ukubali kukosana na watu. Ukitaka kuishi tu kwenye neno, ni lazima utakosa, hasa wa leo. Sina macho hayo. Nimemhubiri Mungu ndani ya miaka 20, nimemuona Mungu anafanya. Nimeingia kanisani kupitia neno la Mungu. Mzee huyo aliniombea kifua kikanyamaza. Nilikuwa nahubiri mahala fulani na mtaja Mungu vizuri. Ilikuwa Jumapili, watu 400 wamejaa kanisani. Nikasema ninamhubiri Mungu mwenye nguvu. Unavyoniona mimi nimeshaombea watu waliovua nguo 2 wanatembea uchi. Nikaweka mikono, sasa hivi wanavaa. Naanzaje kusema kitu kingine zaidi ya neno? Mama, sio wale wa kubumba. Mwananchi mimi, mama mmoja alivua nguo akaanza kutembea barabarani. Wakamleta hana nguo hata moja, mke wa mtu. Nikaweka mikono. Ndani ya siku moja akavaa nguo, mpaka leo yupo. Shida maneno. Waliotuzunguka maneno. Tatizo hili
Paka Mungu apitie. Mungu apitie. Hapana, sihubiri Mungu wa namna hiyo. Mungu apitii kitu. Nyamaza kimya, dawa ni science. Dawa zinatibu hata kama umelewa. Mungu anatibu hata bila kupitia kitu. Lazima utenganishe. Mungu apitii kitu. Mungu ni Mungu peke yake. Hivyo unavyosema, hivyo unavyosemewa, ndiyo maisha yako yatakuwa hivyo. Lazima ubadili kusema. Ndio maana wazungu hawaishi kama sisi. Sisi tumejaa sina. Ndio maana unaona umaskini. Sina, unacho sina. Niko hivi hivi. Kumbe mtu ana milioni. Niko hivi hivi. Na tunafikiri ni kuwa salama. Wazungu hawana tabia hiyo. Mzungu kimuomba yeye anakuambia ninayo, lakini na matumizi mengine. Hatuna maisha hayo sisi. Sisi tumekalia tu Mungu anapitia. Mungu anapitia. Huyu Mungu akupitia, mimi sihubiri huyo. Uwezo wa neno la Mungu. Siku moja nilikuwa nahubiri mahala, nikasema habari za neno la Mungu lilivyo na uwezo na nguvu. Nikasema hivi, hata hicho kitu ambacho kisikii kinaweza kikahama hapo na kwenda sehemu nyingine, kikaondoka. Jumapili watu wametulia kanisani, nikaona kiti kinaondoka. Jumapili tukanyamaza kimya, kiti kikatoka pale, kikaja kikakaa mbele. Niliposema wangapi wanataka kuokoka, na mchungaji alitaka kuokoka upya, na kueleza, nikaona nafanya hivi. Maajabu aliyoyatenda Mungu. Mimi baba yangu ananifahamu. Ananifahamu vizuri. Mimi nimeapa nataka kuishi maisha niliyofundishwa kwenye Biblia. Na hata ukifika nyumbani, najaribu kuishi neno la Mungu linavyosema. Ni uongo, ni kweli. Lakini ninachokihubiri hiki, ndugu zanguni, ni kweli. Kiti kilihama. Kikahama. Jumapili kama saizi. Ilibidi mimi mhubiri mwenyewe nikae kimya. Kanisa likakaa kimya. Kikaenda kikakaa sehemu. Roho wa Mungu akili sasa kirudisha tena, nikasema hapana, kinaweza kikashindwa kurudi. Pimeni hata mazungumzo mnaozungumza nyumbani juu ya tatizo, ni matatizo tu. Jambo hili, jambo hili, jambo hili. Semeni Mungu. Semeni neno la Mungu linasemaje juu ya jambo hili. Neno la Mungu halijawahi kufeli. Neno la Mungu halijawahi kushindwa. Kuna wakati tunashindwa kulibeba jinsi lilivyo, haliwezi kutulazimisha. Jamaa mmoja alikuwa anahubiri sehemu habari za neno la Mungu. Ndiyo maana Mama Baruya, laana ni maneno, baraka ni maneno. Leo nyoka akitokea hapa, kila mmoja anawaza kuua. Kwa nini uwaze kuua? Alisemewa maneno. Yaani hata kama sio muuaji, ukimwona nyoka unawaza kuua. Kwa nini? Alitamkiwa amelaniwa. Jamani, Bwana asifiwe. Badilisha kuzungumza. Anakutania tu. Kwa Mungu hakuna matani. Hakuna mtu azungumze kwa niaba yako, Mama Bidu. Maana baraka ni maneno, laana ni maneno. Mmedhaliwa kwenye familia hawamjui Mungu. Lazima walikusemea vimaneno vya ajabu. Huyo ana akili kama za shangazi yake, kama za mjomba. Na hizo akili hizo nazo wala sio za kwako. Mama yako alishasema una akili za shangazi yako. Jamaa yule alipofika kwenye kanisa hilo, akaanza kuhubiri. Akasema hivi, nina neno la baraka kwenye kanisa hili. Baada ya ibada nitawaambia.
tukahubiri baada ya kuhubiri neno la Mungu. Paulo anasema tulipokuja kwenu hatukujihubiri sisi, tulimhubiri Kristo. Naomba niwaambieni kabisa, moja ya kazi kubwa ni kulihubiri neno. Hivi lilivyo sio rahisi. Watu leo wanahubiri hisia za watu. Ukihubiri hivi watakuelewaje? Naomba unielewe vibaya tu, na mimi sina nia mbaya. Ndio maana pale madhabahuni hupaswi kusema nguvu yoyote inayotenda kazi duniani zaidi ya Mungu. Ukishasimama tu madhabahuni hupaswi kuongea chochote juu ya jambo lolote linalowezekana. Unahitaji kusema Mungu tu. Ndio mahali pa Mungu. Unataka kuzungumza hospitali maalum, shuka kwanza hapo, msemee nje. Pale ukisimama unasimama ni Mungu. Mungu hajawahi kushindwa, Mungu hajawahi kufeli, Mungu hajawahi kuchuja. Wanaochuja ni sisi. Kwa hiyo eneo lile ukisimama mseme Mungu ajakamoni. Atukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo makubwa mno kuliko yetu yaombayo. Akasema nina neno la baraka. Baada ya kumaliza ibada, yule mhubiri akasema hivi, naomba watu 100. Lilikuwa kanisa zawadi la watu 800. Naomba watu 100 wenye dola 10,000. Watu 100 wenye dola 10,000 kwa hela ya Tanzania ni milioni 200 na kitu. Aliposema ninataka nitamke baraka, ninataka nitamke baraka, watu wakaelewa anachozungumza. Tanzania hatujui. Hapa na ubiri uzima, hapa na ubiri mabadiliko, hapa natangaza kutoka mahali fulani kwenda FEMSA. Yaani usitegemee kuna kitu kitakubadilisha zaidi ya neno. Na mazingira ya kubadilika hayategemei nani amekataa na nani anasemaje. Misingi ya Mungu imeimarishwa. Ndio maana mimi niliwaambia hata kanisani kangu, hakuna kitu kigumu kama kuhubiri kweli. Kuhubiri neno la Mungu. Wewe moja ya kazi ni hii.